Ole wake yule atakayenisaliti. Haya ni maneno ya Yesu aliyozungumza akiwa ameketi na wanafunzi wake. Lengo la kutamka kauli hii ni pale alikuwa anatukumbusha kwamba tusikubali kuwategemea binadamu au rafiki yako au ndugu yoyote yule, kwa sababu muda wote anaweza huyo rafiki akakusaliti. Kwa hiyo ilikuwa ni fundisho moja kwa moja kwa sisi kwamba hapa duniani hatuko salama. Na kipindi hicho kuna watu walikuwa wanategemea ndugu zao waliozaliwa damu moja, lakini bado tukirudi kwenye upande wa Kaini na Abeli tunagundua kwamba hata ndugu yako pia sio salama kwenye maisha yako. Yes, kwa hiyo Yesu alikuwa anatuelekeza jinsi ya kuishi kwa tahadhari kubwa katika ulimwengu huu. Kwa namna nyingine alikuwa anatuonya kwamba tunapaswa kuwa makini sana katika dunia hii tunayoishi, kwamba sio salama. Kwa maana kwamba anayetakiwa kutegemewa ni Mungu na wala sio binadamu. Maana ukimtegemea ndugu yako, mwisho wa siku ukimzidi mafanikio anaweza kukuua, mfano wa Abeli na Kaini. Na ukimtegemea rafiki yako anaweza kukusaliti, mfano wa Yuda alivyomsaliti Yesu. Wakati aliketi naye meza moja, alifanya naye mazungumzo ya siri, alipanga mambo mema pamoja na Yesu, lakini bado alimsaliti. Lakini tukirudi katika kauli nyingine tata ambayo Yesu alikuja kutuonyesha ni pale alipokuwa anapigiliwa msalabani, alivyokuwa anapigiliwa misumari msalabani. Wakati anakaribia kufa alisema Eloi Eloi lama sabakthani, yani Mungu wangu naomba uwasamee kwa maana hawajui walitendalo. Kwa nini alisema kauli hiyo? Ina maana kwetu kwamba kwa sisi hata tutakapopitia mateso makubwa kama yale, basi inatakiwa tusiache kumtaja Mungu, tusiache kuwaombea msamaha adui zetu ili Mungu awasamee kwa maana hawajui walitendalo. Yes. Haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Naomba Mungu akupe ufunuo uweze kuyajua haya ili uweze kujitambua kwamba hapa duniani sio salama. Usalama ni kwa Yesu na sio kwa binadamu wala kwa ndugu yako. Naomba Mungu akubariki katika jina la Yesu Kristo. Amen.